Kwenye hii shule kuna mwanafunzi anaingia alafu kavaa vitambaa kichwani. Wanafunzi wanajikuta wanamcheka huyo mwanafunzi. Mwalimu kumuona huyo mwanafunzi akawa anamkaribisha. Kisha akamwambia kuwa mkuu wa shule kaishampa taarifa kuhusu uvaaji wake. Kwa hiyo wanafunzi watamheshimu tu wala asijali. Wanafunzi kusikia hivyo wakaanza tena kumcheka. Mwalimu ikabidi waulize kwa hasira, "Shida ni nini?" "Mwalimu, shida ni kwamba kwa nini amejificha sura yake kwa vitambaa? Alafu kafanana na kichaa mtaani." Basi wanafunzi wanazidi kumcheka huyo mwanafunzi. Mwalimu akawa mkali, "Fungeni vibakuli vyenu." Wanafunzi wakakaa kimya. Huyu ni mwanafunzi mpya anaitwa Somadina. Atajumuika na nyinyi katika mambo yote ya darasani. Kisha mwalimu akamuonesha sehemu ya kukaa. Wakati anaenda kukaa, wanafunzi wakawa wanamcheka kwa jinsi alivyo. Huyu jamaa tutamtambua mbeleni kwa nini kajifunika sura yake. Basi baada ya kipindi wanafunzi wakaanza kumtania na kumcheka kwa uhuru. Wa kupiga madawati alipiga, wa kumsomea alimsomea. Mida jioni baada ya wanafunzi kutoka mashuleni, tunamwona kuna jamaa ameshika picha. Huyu jamaa anaitwa Somadina. Ndio yule aliyojifunika sura yake kwa vitambaa pale shuleni. Hapa ameshika picha ya mama yake huku analia. Kumbe mama yake alishatangulia mbele za haki. Kwa hiyo mchizi anaishi na baba tu. Kesho mapema shuleni kuna wanafunzi wawili walikuwa wanapeana umbea kuhusu ujio wa mwanafunzi ambaye ameficha sura yake kwa vitambaa. Mmoja anaitwa Clara na mwingine anaitwa Jasmine. Clara anamhadisia Jasmine kwa sababu jana hakuwepo shuleni. Wakati wanapiga umbea, Somadina akawa anapita kwenda darasani. Jasmine anajikuta kama kavurugwa. Anamwambia Clara, "Mbona huyu jamaa amenivutia hivi? Nikimtazama mdomo wake, macho yake, nahisi kupagawa eti." Clara anamshangaa Jasmine. Clara anatamani nionane na huyu mtu wakati wa kwenda nyumbani. Kwanza anaitwa nani? Mwalimu alimtambulisha kama nani hivi? Nimekumbuka. Anaitwa Somadina. Inaonekana Jasmine anataka kumfahamu huyo jamaa na ikibidi wawe marafiki. Muda ulipofika wa kwenda nyumbani, Jasmine akamfuata Somadina. Yaani kana mapepe hivi. Mtu mgeni lakini kanataka kumjua zaidi. Alafu kanapata kiburi kwa sababu koni wakishua. Ndio maana kanajionaga ni kasichana kababe hapa shuleni. Basi kanazidi tu kujitambulisha kwa jamaa. "Natamani kukugusa ila sio shida. Unaonekana smart sana. Mimi naitwa Jasmine, ni msichana mrembo hapa shuleni. Unaweza niita Jasmine au Mai." Jamaa akamfyonza kisha akasepa zake. Wakati hayo yanaendelea, kuna mwanafunzi mmoja alikuwa anamcheka Jasmine. Kisha naye akasepa zake. Basi akaumia akawafuata marafiki zake. "Yule msichana ni nani?" Nauliza, "Yule kiumbe ni nani?" Jamaa anamjibu, "Yule ni msichana amechaguliwa na serikali kusoma shule yetu, kwa hiyo achana naye. Yule msichana kanizarau na kunicheka wakati naongea na Somadina. Nitamfundisha mimi ni nani. Hakuna wa kucheza na mimi." Kisha Jasmine akasipa zake. Kesho mapema ndani ya darasa, kuna mchizi alimfuata Somadina alafu akaanza kumpa mkwala. "Jamaa wa vitambaa, wewe ndo utaki kufuata sheria za shule mpaka unaficha sura yako kwa vitambaa. Unakaa kimya, wewe ni kiziwi." Jasmine akadakia, "Wewe kaa kimya. Ni rafiki yangu huyo, naomba umwache." Kidogo mwalimu akaingia. Basi wakamsalimia kisha mwalimu akaanza kutoa matangazo yake. "Kazi niliyowaambia mfanye kuna watu hamjafanya na ninadhani mtakuwa na sababu za msingi." Basi akaanza kufundisha. Kidogo kuna mwanafunzi akanyosha mkono. "Mwalimu, mimi nina swali. Huyu mwanafunzi anashinda kavaa max usoni. Je, huoni kama anaenda kinyume na sheria za shule?" Mwalimu akawa mkali. Kisha akamwambia kuwa huyo kapewa ruhusa na mkuu wa shule ya kuvaa hivyo. Jasmine kanamzomea mchizi, "Acha umbea mtoto wa kiume." Jamaa akapaniki kisha akamfuata. "Nisikilize mwanamke mwenye kichwa kama dafu. Siku nyingine nitakupasua mbele ya mwalimu." Haya bana, muda wa mapumziko Jasmine anazidi kujipendekeza kwa jamaa. Ila mchizi anaonekana kama apendezwi na hilo jambo. Mpaka kana force kuchukua kitabu, lakini jamaa hana hata mpango naye. Wakati huo wa mapumziko kuna jamaa anaingia ofisini kwa mwalimu huku akiwa na hofu. Huyu jamaa anaitwa Atlas. Ni rafiki yake na Jasmine pamoja na Clara. Na huwa wanashinda wote watatu. Kumbe humu kaja kuiba notes za mwalimu ili afanye assignment ambayo hakuifanya. Kidogo mwalimu anaingia na kumkamata. Kisha akampeleka mbele ya darasa. Mwalimu analalamika kuwa huyu Atlas ni mmoja kati ya wale watu watatu ambao hawakufanya assignment. Pia ameenda ofisini kuiba notes zangu ili aweze kufanya hiyo assignment. Jamaa anajitetea kuwa alishauriwa na Jasmine, lakini Jasmine anakwepa kuwa yeye hajamshauri Atlas kwenda kuiba notes. Basi mwalimu akaondoka naye kwenda kumpa adhabu. Mwalimu alivyotoka, Jasmine akaenda tena kwa Somadina kwa ajili ya kumrudishia kitabu chake na kumtongoza tena. Wakati anafanya hivyo, huyu mwanafunzi akawa anacheka kimya kimya. Basi Jasmine akaumia, akaona bora asipe zake. Muda wa vipindi ulivyoisha, Jasmine na Clara wakamfuata Atlas huku anamcheka kinafiki. "Haise, tumekuja kwako. Kwa nini ulitutaja sasa? We Jasmine wa ajabu sana. Hukufanya kazi. Mimi nafanya hivyo tuonekane tumefanya kazi, lakini unanichomesha." Huku Clara anadakia, "Sawa, tunajua hatujafanya assignment, lakini hukutakiwa kututaja. Wewe ni mwanaume." Wakati wanazidi kueleweshana, akapita yule mwanafunzi ambaye anamchikaga Jasmine, wakati Jasmine akiwa anajibebisha kwa Somadina. "Wewe njoo hapa." Huyu mwanafunzi anaitwa Chidela. Basi Jasmine akaanza kumwashia moto. "Unajidaigi unanicheka sana nikiwa kwenye mambo yangu." Atlas naye akadakia
akamrukia mchambo. Cheka sasa tukuone. Unajidai unacheka? Cheka. Chidela anataka kuondoka lakini Jasmine akamvuta kwa nguvu. Basi Jasmine akamchamba vya kutosha. Alafu ile adhabu ya kuokota takataka aliyopewa Atlas wakampatia Chidela. Basi Chidela akaanza kuokota hizo takataka. Upande huu tunaona jumba moja hivi la kifalme. Alafu tunamwona Somadina anaongea na huyu mzee. Kumbe huyu mzee ni baba yake na Somadina na ni mfalme wa kaya hii. Mzee wake anamsisitiza Somadina kwa nini asivue hivyo vitambaa ili watu waweze kumuona kuwa yeye ni mtoto wa mfalme. Lakini Somadina anamkatalia baba yake, huwa anaogopa kutambulika kwa sasa. Pia hata shuleni atakosa amani ya kuishi na lengo lake la kumtafuta mwanamke sahihi atalikosa. Kwenye huo mjengo kesho mapema, mfalme alikuwa anatafuta mfanyakazi wa ndani. Kwa bahati nzuri akaja huyu mama na hapa alikuwa anajitambulisha na kupatiwa majukumu yote ya humu ndani. Mfalme akamwambia kuwa yeye anaishi na kijana wake wa kiume, kwa hiyo ajitahidi kuweka mazingira safi na ikibidi awe anazingatia muda. Basi huyu mama anakubali tu, kisha anamhakikishia mfalme kuwa hakuna kitakachoharibika. Nyakati za usiku zilipofika, tunamwona Chidela yupo busy anajisomea na hapa pembeni yupo mama yake. Kumbe huyu mama yake na Chidela ndio alienda kuomba kazi za ndani kwenye lile jumba la kifalme, na hapa anamhadisia mtoto wake Chidela kwa kazi aliyoipata. Vipi mwanangu, kuhusu maendeleo ya shule? Shule tunaendelea salama mama. Wakati Chidela anaongea, mama yake akashika mkono wa mtoto wake, maana aliona kama amechubuka hivi. Anamuuliza Chidela, mbona umechubuka? Lakini Chidela anakwepa, anamdanganya mama yake kuwa alidondoka. Kumbe siri anaijua kabisa kuwa alifinywa na Jasmine. Basi mama yake na Chidela akamsisitiza mtoto wake asome kwa bidii na asiofu kuhusu yeye kwa sababu kaisha pata kazi. Lakini Chidela afahamu kama mama yake anafanya kazi za ndani na mama yake hajawahi kabisa kumwambia mtoto wake kuwa anafanya kazi gani, na hataki mwanaye agundue kama anafanya kazi za ndani. Kesho mapema shuleni, Chidela anakutana na maadui zake. Basi Jasmine anazidi kumpa vitisho, huku Atlas anampa daftari Chidela, alafu anamwambia akamfanyia assignment. Basi ni mateso tu kwa Chidela pindi anapokutana na hao watu. Upande wa pili tunamwona mfalme anamuonesha mama yake na Chidela sehemu za kufanyia kazi. Akamuonesha chumba cha mtoto wake, kisha akamwambia akimaliza usafi ataenda kumuonesha sehemu nyingine. Basi mfalme akasepa zake. Mama yake na Chidela akaanza usafi. Wakati anaendelea na usafi akakuta nguo za shule za Somadina. Akawaza, mbona kama hizi nguo zinafanana na za mtoto wake Chidela? Basi kwa kuwa hana majibu ya uhakika akamua achane nazo. Huku muda wa darasani kuna mwalimu anaingia kutoa majibu ya mtihani. Basi akawagawia kila mtu karatasi yake ya matokeo, lakini kundi la kina Jasmine wanashangaa wamefeli vibaya, yani 15, 20 pamoja na Clara akiwa na 30. Huku mwalimu anazidi kutoa maelekezo, wengine mmefanya vibaya lakini wengine mmefanya vizuri kabisa, na niliahidi kwa mtu wa kwanza nitampatia zawadi ya pesa kiasi cha shilingi 15,000. Mtu huyo kapata max 98 chini ya 100 na siye mwingine zaidi ya Chidela. Chidela akashangaa, hapana mwalimu, nimepata 95 sio 98. Mwalimu akatamaki, kwa hiyo nani kapata 98? Somadina akanyosha mkono, samahani sana, nilifikiri Chidela. Basi mchizi akaenda kwa mwalimu kuchukua zawadi ya pesa. Cha ajabu jamaa akamshukuru mwalimu, alafu akamwambia kuwa yeye hahitaji pesa, kama ingependeza zawadi hiyo ya pesa apewe mtu wa pili ambaye ni Chidela. Basi Chidela akaenda kupokea zawadi hiyo ya pesa, huku wanafunzi ni makofi tu. Muda wa kwenda nyumbani ulipofika, Atlas akamfuata Chidela. Kumbe na yeye huwa anamuelewa. Basi jamaa akaanza kumtongoza Chidela, lakini kwa kuwa Chidela anamuogopa Msela pamoja na kundi lake akamchomolea mchizi. Huku tena Jasmine anamfuata Msela, huku anamlalamikia, usitaki kuniambia unamjua Chidela mpaka jina lake. Lakini jamaa anamjibu kuwa sisi wote ni wanafunzi na kila mtu yupo sawa. Jasmine anazidi kumtongoza jamaa, lakini kwa kuwa jamaa pendezwi naye akamua sepe zake. Upande huu tunamuona Atlas anaandaa kikosi cha maangamizi na lengo lake ni kumteka Somadina. Atlas anamchukia Somadina kwa sababu anavuruga mipango yao. Isitoshe na Chidela alivyomkataa ndio akapanic zaidi. Jamaa anafika anashangaa anavutwa, njoo hapa wewe, piga magoti. Yaani wewe unajidai ni mtu wa haki sana, unaenda kuripoti plani zetu na matukio yetu kwenye uongozi wa shule, sasa leo utatutambua. Kidogo Chidela anakuja na jamaa mmoja hivi, wanakuja kumsaidia Somadina. Basi wakina Atlas wakakimbia. Basi Somadina akawa anamfuata Chidela kwa ajili ya kumshukuru, lakini Chidela anamwambia kuwa aache kuwa na ripoti matukio ya kina Atlas kwenye uongozi wa shule. Yeye kama akafuata masomo basi aweke jitihada kwenye masomo pekee. Ila Somadina akataka kumjua kiundani Chidela, lakini kwa kuwa Chidela sio mtu wa mazoea na wavulana akasepa zake. Jamaa akaona mbona kama huyu msichana ana umuhimu kwenye maisha yake, akaona huenda huyo ndo anafaa kuwa rafiki yake wa hapa shule.
Huku Chidela anafika nyumbani anamkuta mama yake anaandaa mbegu kwa ajili ya chakula cha usiku, yani ni makande eti. Mama yake anamwambia mtoto wake kuwa kuanzia kesho atakuwa analala kazini kwa siku 3, alafu ndio anarudi nyumbani. Ila Chidela anamwomba mama yake ingependeza wangeenda pamoja kwenye hiyo kazi, alafu yeye atakuwa anatoka huko anaenda shule. Cha ajabu mama yake anamkatalia, kisha anamwambia mtoto wake kuwa akimaliza shule mwezi ujao basi watakuwa wanaenda wote huko kazini. Inaonekana mama yake na Chidela hataki mtoto wake agundue kazi anayoifanya. Kesho mapema mjengoni tunamwona mama yake na Chidela yupo kwenye majukumu yake ya kazi. Anaingia chumbani kwa Somadina, anakuta jamaa analia. Anashika picha, anaona ni mama yake na Somadina. Basi akatambua tu kuwa huyu jamaa ni yatima. Akaanza kumfariji na kuhakikisha jamaa anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Huku mfalme anazidi kufurahi baada ya kumuona mtoto wake ni mtu wa amani. Mpaka muda wa chai mama yake na Chidela anamkaribisha anywe chai na jamaa anamheshimu sana huyu mfanyakazi. Yaani anampa nidhamu kama mama yake mzazi. Siku 3 zilivyoisha mama yake na Chidela akawa anaondoka kwenda nyumbani kwake. Ila mfalme alimuita na kuanza kumshukuru kwa sababu hakutegemea kama mtoto wake atakuwa kwenye hali hii ya furaha kama alionayo sasa, kwa sababu Somadina alikuwa anamkumbuka sana mama yake na kujikuta analia kila muda. Lakini huko shuleni Somadina bado anamfuata Chidela, anaomba hata wawe marafiki tu, maana jamaa kamuona Chidela ana madini sana, pia ana utu. Lakini Chidela anaogopa kwa sababu Yasmini anamsumbua sana, hasa akiwa na Somadina. Jamaa anazidi tu kumfuata na kumwomba wawe marafiki. Wakati Somadina anambembeleza Chidela, kumbe Yasmini akawa anashuhudia, huku moyo wake unazidi kupashwa moto kwa wivu. Mpaka muda wa kutoka jamaa anamfuata tu Chidela. Yasmini anafika hivi anamwona Somadina yupo na Chidela, basi anazidi kufuka moshi tu. Huku nyumbani tunamwona Chidela yupo anatembea zake. Ghafla anajishangaa kama kuna watu wanaona wanapanga mipango ya kumuua mfalme. Akashtuka, ikabidi aendelee na shughuli zake. Wakati anafanya usafi mama yake naye akafika. Basi akamwambia mama yake kuwa kaona kuna watu wanataka kumuua mfalme, lakini yeye hamjui huyo mfalme na hao watu hawajui. Kumbe huyu Chidela huwa ana nguvu za maono, anaweza kuhisi na kugundua jambo, yani ana sifa za kiganga eti. Basi mama yake anamkataza kuwa achane na hayo mambo, alafu akamwomba akapumzike kidogo. Jasmine anafika nyumbani kwa kina Chidela, anagonga mlango, mama yake anatoka. Ujambo mwanangu? Kenyewe kapo kimya, alafu kanamjibu dharau. Unaweza kuwa mama wa mtu aliyeiba mwanaume wa mtu. Mpumbavu wewe. Naweza kuwa mpumbavu, lakini nakuonya mama, mwambie mtoto wako Chidela amwache mwanaume wangu. Funga bakuli lako. Chidela namfahamu, hawezi kuwa na mambo hayo. Unaniambia maneno gani wewe mtoto? Mbona una nidhamu? Alafu isitoshe, mwanangu hizo tabia za kipumbavu huwa anaga kabisa, na huwa hana mazoea na wanaume. Wewe mtoto, sisi ni maskini na hatuna mtu wa kutupambania. Koma kabisa. Na ninakupa onyo la mwisho. Siku nyingine usije hapa nyumbani kwangu uongea upuuzi kama huo kwa mwanangu. Jasmine anazidi kucheka. Samani sana, kumbe ni maskini. Na mimi nakupa angalizo, mchunge sana mbwa wako. Kakafyonza kisha kakasepa zake. Humu ndani mama anazidi kumlilia mtoto wake. Kwa nini anajihusisha na mapenzi wakati yupo shule? Lakini Chidela anamkatalia mama yake kuwa yeye hajihusishi na mapenzi, bali kuna mwanafunzi mgeni alitaka wawe marafiki, lakini huyo mwanafunzi Jasmini ndio anamtaka. Kesho shuleni Jasmini kama kawaida yake kamfuata Somadina. Wakati Chidela anaingia, Jasmini akaanza kurudia yale maneno ya mama yake na Chidela. Sisi ni maskini. Mwanangu hawezi kuwa na mwanaume. Umaskini wetu hatuna mtu wa kutupambania. Chidela akaumia akamfuata Jasmini. Somadina akaamka na kwenda kumzuia. Chidela anajikuta na hasira. Haya yote umeyasababisha wewe. Nilikwambia sitaki mazoea na wewe. Kisha Chidela akaondoka zake kwa hasira. Jamaa akamfuata Jasmini. Unajua wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Kwanza huna nidhamu, huna heshima. Kisha akaenda kumfuata Chidela. Wakati anambembeleza, wanafunzi na wenyewe akatoka nje kushuhudia. Jamaa anazidi kumbembeleza Chidela, lakini Chidela hataki hata maongezi. Jamaa ikabidi sasa avue hivyo vitambaa vyake, labda Chidela atamsikiliza. Jamaa kuvua hivi, wanafunzi wakashangaa. Kumbe ni mtoto wa mfalme. Chidela naye akashangaa. Walimu na wenyewe akabaki midomo wazi. Lakini jamaa anamwambia Chidela, mimi nakupenda Chidela. Chidela anazidi kuogopa, akaona bora asepe zake. Huku nyumbani jamaa ni mtu wa mawazo. Mama yake na Chidela anamfuata akifikiria labda jamaa ameanza tena kumkumbuka mama yake mzazi. Mwanangu, shida ni nini? Mama, kuna mambo yametokea shuleni kwetu. Yaani ni kukataliwa tu. Unaongea lugha za vijana, mbona sielewi? Jamaa ajui kama mtoto anayemchanganya kichwa mama yake ndiyo huyo. Kidogo simu mama yake na Chidela ikaita. Ikabidi apokee. Halo mama, samahani mtoto wako analia huku tangia alipotoka shule. Hataki hata kula, sijui shida ni nini. Jamani, mtoto wangu kapatwa na nini? Mama akaanza kuchanganyikiwa. Anahisi labda mtoto wake kapatwa na shida. Somadina akaona bora amuombe ruhusa baba yake mzazi ili ampeleke huyu mama kwake na aweze kuonana na mtoto wake. Mama anafika nyumbani anakuta Chidela analia. Shida nini mwanangu? Nimepigiwa simu unalia tu muda wote. Jamaa naye akazama. Anashangaa mtoto anayelia ni Chidela. Chidela naye anashangaa kwa kumuona Somadina.
Chidela, nimesikia sauti yako ndio maana nimetamani kuingia na kukuona. Ngoja kwanza, hivi unamfahamu mama yangu? Mama, kumbe unafanya kazi mjini? Mama yake naye anashangaa, hivi nyinyi wawili kumbe mnajuana? Somadina akamwambia mama yake na Chidela kuwa atamuelezea kila kitu kesho asubuhi, hivyo yeye atabaki hapa na Chidela, ila kila kitu atamuelezea kesho asubuhi. Basi mama yake akawaacha. Jamaa akaanza tena kumpanga Chidela. Chidela, nina mambo mengi ya kukwambia, sijui nianzie wapi, lakini najua unaweza kuwa na maswali mengi juu yangu. Kwanza namshukuru mama yako kwa sababu kanilea kama mwanaye. Pia hata baba yangu mzazi anamsifia sana, amekuwa ni mfanyakazi mwenye nidhamu pale nyumbani. Lakini Chidela anamuuliza jamaa, unajua bado mimi sielewi, wewe ni mtoto wa mfalme, kwa nini sasa umekuja shule yetu ya kimaskini na kujificha? Nilifanya hivyo kwa sababu ya ahadi ya baba yangu, aliniambia nitafute mke sahihi, ndio maana sikutaka huyo mwanamke naye mtafuta atambue kama mimi ni mtoto wa mfalme. Hata hivyo mimi nimekuona wewe ndio unafaa kuwa mke wangu. Haya bana, kesho mapema akaja kumtambulisha Chidela kwa mzee wake. Mzee wake anafika, anamsifia kijana wake kwa kumpata msichana mrembo na mdogo. Kidogo mamake na Chidela naye anaingia. Chidela akamkimbilia mamake. Mzee akashangaa, kisha akaanza kuwaka. Ndio nini hiki unafanya? Yaani mwanangu unaniletea mtoto wa kijakazi? Au wewe mama umempanga mwanangu amuoe mtoto wako? Mzee akupenda mtoto wake amuoe mtoto wa kimaskini. Kutokana na hiyo hasira akamua sepe zake. Lakini Somadina akamfuata tena baba yake kwa ajili ya kumbembeleza, lakini mzee anakuwa tu mgumu. Mwanangu, huwezi kumuoa huyo msichana. Baba, kwa nini? Lakini kuna kitu ambacho kielewi. Huyu mama alijidai anakusaidia wewe humu ndani na kujifanya ni mjakazi bora ili aje akupatie mwanaye. Baba, hutakiwi kumchukia maskini, hata yeye akujua kama mtoto wake ni mwanafunzi mwenzangu. Mzee anampa msemo mtoto wake, yani mwanaume mpumbavu anajidai ni mtu mwema, lakini pasipo kujua yeye ni mpumbavu kila sehemu. Kama ungeona kile nilichokiona, ni heri ungetafuta mtoto wa kitajiri na umuoe. Baba, watoto wa kitajiri hawana nidhamu, wana tabia mbovu, ndio maana mimi nimempenda huyu msichana. Huyu mfalme bado anampinga mwanaye kumuoa mtoto wa kimaskini, na kutokana na hiyo hasira akamfukuza mamake na Chidela na hakutaka tena aendelee kufanya kazi hapa kwake. Baada ya wiki kadhaa kupita, mlinzi kuna barua alipokea, alafu akawa anampelekea mfalme. Mkuu wangu, nakusikia, kuna barua yako hapa, isome. Nadhani inakuhusu wewe. Nimesema isome. Mkuu wangu, naona mwandiko siuelewi. Uelewi mwandiko au wewe ndio hujui kusoma? Toka hapa kamuite mtoto wangu. Jamaa anafika, anapewa barua aisome. Wakati anasoma akashangaa. Baba, maisha yako yapo hatarini. Mfalme anashangaa, hii inawezekanaje? Kuna mtu kaandika kuhusu kifo chako. Lakini baba, huu mwandiko kama naufahamu. Ni nani aliyeandika? Baba, huu mwandiko ni wa yule msichana Chidela ambaye ulikataa nisimuoe. Mfalme anazidi kushangaa. Unadhani mimi ni mjinga mwanangu? Hutakiwi kuwa muongo kiasi hicho. Hii barua tumeipokea hata kabla ya huyo Chidela kuja hapa, yeye na mama yake. Kumbe Chidela alituma barua kwa mfalme yenye ujumbe wa kuhusu kuwa maisha yake hapo hatarini, na barua hii alituma hata kabla Chidela hajajuana na Somadina. Basi kwa kuwa mfalme alitaka kufahamu jambo hili kiundani zaidi, akaomba Somadina amfuate Chidela. Huku Somadina anambembeleza Chidela haende kuonana na baba yake, kwa sababu Chidela ndiye aliyeandika ile barua. Kumbe huyo Chidela huwa na nguvu ya maono. Basi Chidela na mama yake wakafika kwa mfalme. Chidela akaanza kuelezea kila kitu, kuwa yeye ndiyo mwandishi wa ile barua, na alitambua hilo kwa sababu ana maono. Kwa hiyo kama wewe umeandika barua hii, je, unaweza kufahamu mambo yote? Naweza kufahamu kwa sababu hata kifo cha mke wako kilitengenezwa wakati akiwa mjamzito. Somadina akashangaa. Baba, uliniambia mama kafariki kwa kansa. Hapana mwanangu, ila huyu msichana yupo sawa. Ni kweli mama yako alifariki akiwa mjamzito, na kifo chake kilikuwa ni cha kushangaza sana. Nisamee mwanangu kwa kukuficha hilo. Kwa hiyo nani alimuua? Ni watu wa karibu waliotaka kukuua wewe pamoja na baba yako, na watatokea hapa si muda. Kweli bana? Muda kidogo akatokea hawa wazee wawili. Mkuu wangu, mimi gwiji la magwiji, nimehisi upo kwenye shida, hivyo nimekuja kukuangalia kiafya pamoja na kimwili. Mfalme anashangaa. Salamu kwako mkuu. Kama alivyosema gwiji, yeye kaisha gundua kuwa upo kwenye shida, hivyo tumekuja kukutibu. Ni mishangao tu inaendelea humu ndani. Lakini mfalme akaanza kuwajibu. Chifu Frederick, ndiyo baba. Chifu Okando, ndiyo baba. Hivi kwa mfano, akatokea mtu na akawapa mpango wa kuniangamiza mimi, je, mtakubali? Hapana, hatuwezi kuruhusu hilo kabisa. Yaani hili hatuwezi kuliruhusu kabisa. Napinga vikali. Mfalme akawaambia, najua mipango yenu. Mnataka kuniangamiza. Nataka mniambie ukweli. Kama si hivyo, naita polisi sasa hivi. Mzee wangu sio mimi, ni Okando. Mimi nilikuwa namsapoti tu mawazo yake. Samahani, naomba unisamehe. Na hapo ndio mfalme akagundua kuwa hawa wazee walikuwa na mpango wa kumteketeza. Kaa kimya wewe mzee. Mipango yote ya kumteketeza mfalme ulikuwa unapanga wewe. Samahani mkuu wangu. Huyu ndio kila kitu. Hata kifo cha mke wako, yeye ndio mhusika mkuu. Basi mfalme kwa kujua huo ukweli, akatuma vijana wake wawakamate hawa wazee. Pili akamwomba msamaha mama yake na Chidela kwa vile alivyomfukuza. Pia akamshukuru mtoto wake Chidela na kumpongeza kwa kuokoa maisha yake.
na akamruhusu mtoto wake aweze kumuoa Chidela. Basi Chidela na Somadina wakapiga magoti na mzee akaanza kuwabariki na akataka wakimaliza mtihani wao wa mwisho waoane. Huku shuleni maisha ya Chidela yakawa mazuri. Muda mwingine wanaenda shule na Somadina, na huu ndo unakuwa mwisho huu nyama. Tupia maoni yako hapo chini. Ungekuwa wewe ni mtoto wa mfalme, je, ungejificha kiasi hicho? Mimi ni Gio Boy kama inavyosomeka hapo juu kwenye upande wako wa kushoto, na hii ni Real Rewind. Hakikisha una subscribe.